Shalom shalom mtazamaji wa Gospel Supporters. Leo hapa Gospel Supporters tumetembelewa na mtumishi wa Mungu anaitwa Priska Kidima. So tutakwenda kupiga naye story mbili tatu tuweze kumjua vizuri. Ni mtumishi wa Mungu, anamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. So kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza leo unamuona, naamini utakwenda kumjua vizuri na utamfuatilia. Lakini pia usisahau kutufuatilia Gospel Supporters Instagram, Facebook, YouTube, pia subscribe account yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila tunavyoziachia. Mtumishi wa Mungu, karibu sana Gospel Supporters. Asante sana, nashukuru, nashukuru sana. Kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza kukuona, maybe unaweza kujitambulisha kwa ufupi? Okay. Kwa majina yangu naitwa Priska Kidima. Nimeolewa, nina watoto wawili. Lakini kama alivyosema Gospel Supporter kwamba mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na ndo ninaanza, ninawakaribisha sana muwe wa kwanza kunisupport. Maybe kwa umejitambulisha ndo unaanza. Yeah. Na leo umekuja kutambulisha nyimbo yako mpya, na kabla utambulishe nyimbo, maybe hii ni nyimbo yako ya ngapi toka umeanza huduma? Okay. Hii ni nyimbo yangu ya kwa sasa hivi nina album nzima, lakini kuna nyimbo ambazo tayari nimeshazitolea video na zingine ambazo bado sijazitolea video, lakini kwa habari ya video huu ni wimbo wangu wa 4. Okay, nyimbo wa 4. Yeah. Na sasa hivi mpaka sasa mtandaoni kuna nyimbo ngapi ambazo ni za kwako? Kwa sasa hivi mpaka mtandaoni kuna nyimbo kama ziko 6. Ziko 6. Yeah, ziko 6. Na kama mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi akitaka kukufuatilia huko mitandaoni anakupata vipi? Akitaka kunifuatilia mtandaoni, kwa Instagram wanaweza kanitafuta kwa jina la Official Priska Kidima, lakini Facebook Priska Kidima, TikTok Official Priska Kidima. Nyimbo hizi pia zipo kwenye platform zote. Lakini ambao ni rahisi sana kwangu mimi ni TikTok. TikTok. Yeah. Okay, nataka tujue hii huduma maybe ya uimbaji, changamoto gani ambazo wewe binafsi zimekuwa zinakusumbua sana? Okay, changamoto ambayo ipo kwenye hii huduma hasa hii ya uimbaji, kwangu mimi unajua tunapokuwa tunaanza hizi huduma tunakuwa kidogo kwenye masuala ya kipato, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo inatufanya kutofikia malengo kwa wakati. Kwa hiyo inabidi unajikusanya alafu baadaye ndio unaendelea na kazi kidogo kidogo. Yani ni tofauti na kwamba mtu labda ungekuwa uko vizuri katika upande wa uchumi, kwa hiyo inaweza kukufanya ukafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Hiyo ndo challenge kubwa. Kwa wewe upande wako, hali yako ya kiuchumi na huduma una balance vipi? Okay. Nina balance kwa kujibana. Yani kwamba ninawekeza pesa ambayo ninapata, nawekeza ili niweze kupushi kwenye swala la huduma. Okay. Yeah. Na vipi kuhusu ndoa yako? Umeniambia umeolewa na una watoto wawili. Vipi kuhusu mumeo, ana support pia? Okay, mume wangu ananisupport sana, na yeye pia ni mmoja katika watu ambao wananisupport. Unajua hii huduma kuna watu ambao wanakuwa nyuma yetu. Umeona? Mimi niko mbele lakini kuna watu wako nyuma ambao wanasupport hii huduma. Kwa hiyo mume wangu pia ni mtu ambaye anaisupport sana pia huduma hii. Okay, na changamoto gani ambazo mnakuwa mnazipitia waimbaji wa nyimbo za Injili kwenye ndoa zenu, kwa sababu ni asilimia kubwa sana ya waimbaji wengi wa kike hasa hawako kwenye ndoa kutokana na changamoto ambazo wanakutana nazo maybe kwenye huduma zao. Ningependa kujua ni changamoto gani ambazo unahisi huwa zinawatoa waimbaji wengi kwenye ndoa? Kwenye swala la changamoto, unajua ndoa ni ya watu wawili, siwezi kuizungumzia sana. Ndoa inahusika na watu wawili, mume na mke. Kwa hiyo sasa kulingana na changamoto ambazo zinajitokeza, nafikiria hizo zinakuwa ni juu ya watu wawili binafsi. Siwezi kuzizungumzia sana au kuzizungumzia zaidi. Okay, na maybe ukiwa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, najua utakuwa unajua baadhi ya waimbaji ambao wametoka kwenye ndoa zao walikuwa wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji wakiwa ndani ya ndoa, lakini sasa hivi wametoka na bado wanaendelea kumtumikia Mungu. Maybe kwa experience yako, ni mwimbaji gani ambaye alikuumiza zaidi uliposikia ametoka kwenye ndoa na bado anatumika? Kwenye hilo kwa kweli
Kwa sababu kama nilivyokwisha kusema kwamba kwenye swala la ndoa, ndoa ni yani inahusika watu wawili. Kiukweli uwaachie tu wao. In case imefikia hatua ameamua atoke, sijajua sababu ni nini, ni yeye mwenyewe, umeona. Lakini kwa sababu wao wako mbele tunawaona, yani kwenye mitandao tunawaona, kuna labda vitu ambavyo vimejitokeza kwao, wameachana na nini. Hiyo sasa ni juu yao, yani kwamba ni wanajua sababu ni nini ambazo zimewafanya watoke kwenye hizo ndoa zao. Lakini mimi siwezi kucomment zaidi kama ambavyo nimekwisha kuzungumza mwanzo, kwa sababu siwezi kujua chanzo cha ugomvi au chanzo cha wao kufikia mpaka kufanya maamuzi hayo. Swali langu lilikuwa ni yupi kati ya waliotoka kwenye ndoa ambao amekuumiza zaidi? Okay. Kwangu mimi hilo kwa kweli sisi alijai kunijia ndio maana nikarejea kwenye zile sababu. Okay, sawa. Sasa hivi waimbaji wengi wa Injili wanafungua makanisa, wanakuwa wachungaji. Tutegemea siku moja Priska kuwa mchungaji? Kwenye swala la kuwa mchungaji, kiukweli bado sijapata huo wito. Mimi kwa sasa hivi ninachokijua au ambacho kimenileta hapa au kinachonifanya nizungumze naye ni wito wa uimbaji. Okay. Kwa hiyo swala la kuwa mchungaji siwezi kujikomiti sana. Hilo ni swala la Mungu. Pale ambapo Mungu ataamua au atazungumza na mimi, siwezi kupinga. Mimi ni nani nipinge? Umeona? Lakini ndivyo kwa sasa hivi tuko kwenye swala la uimbaji, na hilo nalolijua kwamba nipo kwenye swala la uimbaji na niko sehemu sahihi. Kwa hiyo nafikiria Mungu mwenyewe ndo anajua sasa kwamba nitakuwa nani tena zaidi, lakini kwa sasa hivi mimi ni muimbaji na ndicho kipaji ambacho niko nacho au huduma ambayo nimeibeba. Okay, kwa hiyo mchungaji wako anajua kabisa mwanangu yuko Dar, ameenda tour, ameenda kufanya huduma huko, au ni uliondoka tu mchungaji aone muumini kanisani? Hapana. Unajua ukiwa chini ya lazima kuna uongozi ambao huwa upo, hasa makanisa makubwa. Kuna wachungaji wasaidizi na nini. Kwa hiyo lazima unatoa taarifa kwa mchungaji ambaye unakuwa karibu naye zaidi. Yaani kwamba unakuta tumegawanyika, kuna kanda, kuna nini, kuna mchungaji wa kanda, yani ni rahisi kumfikia na kuweza kuzungumza naye au kumwambia chochote au niombeni naenda sehemu fulani hivyo. Unaizungumzia vipi sasa hivi huduma ya uimbaji Tanzania kwa waimbaji wa nyimbo za Injili? Huduma ya uimbaji mimi naona inakuwa. Inakuwa, inavuka mipaka. Ndio. Inatoka yani nje ya Tanzania kwenda kimataifa zaidi. Na tunaona kuna waimbaji wenzetu ambao ni wakubwa, kina Boaz Danke, tumeona juzi kwenye mitandao wameenda Nigeria. Yuko kule, lakini kina Bella Kombo tunaona Mungu anazidi kuinua nchi yetu ya Tanzania, na hasa katika upande wa gospel inazidi kuenea nchi zingine. Okay, na ningependa pia kujua ni ukiangalia kwa mtazamo wako ni aina gani ya muziki ambao unafanya vizuri sasa hivi, na ni muziki upi ambao unaamini unawafikia watu wengi, na ni muziki upi ambao unaweza kumsaidia muimbaji kupata kipato kati ya muziki wa live ambao wanafanya kina Bella Komba, kina Duncan, na huu muziki wa studio ambao wanafanya wengi mkiwepo wewe na kina Rose Muhando, kina nani? Ni muziki upi ambao upande wako unadhani unaweza kumuinua sana muimbaji kiuchumi? Mimi nafikiria inategemea tu na neema ya mtu. Neema ya mtu ambayo iko ndani yake au Mungu aliyoiachilia ndani yake inaweza ikamsababishia kuweza kuinuka kiuchumi. Kwa sasa swala la kusema kwamba muziki wa live au sio wa live, sasa hiyo inategemea tu na mtu mwenyewe, labda na neema yake ambayo amesimama nayo na Mungu ameamua mbariki kiasi gani. Haijalishi ni kwenye live, haijalishi ni kwenye uimbaji ambao huu unaozungumzia kwamba mimi naoimba. Unaweza kuwa unafanya pia zote. Kwa sababu waimbaji wengine wanafanya zote. Tunamwona Ambwene anaimba live lakini pia anaimba studio. Vipi wewe, live unaimba na studio unaimba? Hayo ni maono ya baadaye. Natamani sana pia nitafikia huko. Kuimba live. Okay, na maybe ni kila mtu ambaye anakuwa anafanya kitu anakuwa kuna mtu ambaye aliwahi kumshawishi. Role model wako kwenye muziki wa Injili ni nani?
Kiukweli waimbaji wanaofanya vizuri ni wengi, na ni wengi tu ninawapenda sana sana, kwa sababu mimi pia kuanza kuimba au huduma hii imeanza tangia nikiwa mdogo. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa tayari wameshakuwa vioo kama kina dada Bahati, mchungaji kwa sasa, mchungaji Bahati Bukuku, kina Rozi Mhando, umeona. Kwa hiyo walikuwa ni vioo vyetu, ni malijendali ambao kiukweli wamekuwa ni watu ambao kwenye ile huduma ambao wako nao na sisi ambao tulikuwa nao tangia wadogo tulikuwa tunatamani kufikia mahali ambapo wao wamefikia. Kwa hiyo ni watu wengi wanaofanya vizuri sana. Ni hivyo. Ambao unamtazama sana kwamba siku moja na mimi nataka nifike hapa ni nani? Kwa sababu inawezekana ukawaangalia wote. Mimi kama nilivyosema, yani wengi wanafanya vizuri, lakini nilitamani pia kuanza, yani kwa mfano kama vile nilivyosema, kuna collab ambayo nimeifanya na mchungaji Bahati. Ilikuwa pia ni tamanio langu la muda mrefu, na nilikuwa ninatamani awe ni mtu wa kwanza ambaye pengine ningeweza kufanya kuimba naye, kwa sababu pia nilikuwa ninampenda. Tangia nikiwa mdogo nilikuwa ninampenda sana, na wengine wengi nilikuwa ninawapenda, lakini nilikuwa naona kama vile role model kama unavyosema. Role model, lakini pamoja na wengine wengi ambao nilitamani, lakini nilitamani nianze kwanza na yeye, na namshukuru Mungu ni kitu ambacho pia nimekifanikisha. Kwa mpaka tunavyozungumza hapa tayari collab na Bahati Bukuku imeshafanyika. Tumeshafanya. Kwa mashabiki ambao wanakutazama hapa, tutegemee ni siku gani hiyo collab itatoka au mwezi upi? Okay, collab hii wategemee kabla mwaka huu haujaisha, tutakuwa tumeshafanya na wimbo utakuwa umeshatoka. Okay. Nataka kujua, ni sasa hivi tupo kwenye msimu wa kampeni. Ndiyo. Na wasanii wengi sana wamekuwa wamepata nafasi ya kuimba kwenye kampeni. Unadhani mwimbaji wa nyimbo za Injili kuimba kwenye kampeni ni sahihi au sio sahihi? Kwangu mimi ninaona sio sahihi. Kwa sababu sisi tumeitwa hatupo kisiasa, umeona. Tumeitwa kwa ajili ya kutangaza ufalme wa Mungu, umeona, katika mazingira ambayo hayahusiani na masuala ya kisiasa. Yani naweza nikazungumzia labda kwenye kuhubiri watu waokoke, wamjue Yesu, umeona. Lakini pale ilikuwa ni tukio ambalo limelenga jambo fulani, umeona. Kwa hiyo kusema kwamba hapo unaenda kuhubiri ili watu wamjue Yesu, hiyo inakuwa ni kidogo, nafikiria haijakaa vizuri. Lakini nafikiria kuna mazingira ambayo tu yanaeleweka kwa kila mmoja, kwamba unaposimama na kuimba maana yake kuna lengo ambalo umelitarget, umeona. Kwa nafikiria kwangu mimi, upande wangu mimi, mtazamo wangu mimi, naona sio sahihi. Okay, lakini pia after kuwa comment nyingi mitandaoni zimempinga, Ambona Mwaisongo alifanya video akiwa naomba radhi kwamba naomba wale ambao wamekwazika kwa ajili ya yeye kuimba kwenye siasa wamsamehe, na naamini wameshamsamehe. So leo tumepata hekima mpya kwamba waimbaji wa gospel kuimba kwenye siasa sio kitu kizuri. Maybe tutege sasa, wewe hapo limeletwa dau na mwanasiasa yoyote, dau ambalo kubwa, unaenda una kwa sababu pia Injili muziki pia ni kazi. Umeniambia mwanzo uchumi unasumbua. Amekuja mtu anataka kukusogeza kiuchumi, lakini anataka umuimbie wimbo akautumie kwenye kampeni. Kwenye uchumi hapo, ngoja kwanza nikusawazishe kidogo. Ni kwamba ni kweli uchumi unasumbua, lakini tunapambana ili kuweza kufikia malengo. Umeona? Tunapambana ili kuweza kufikia malengo, na ndio maana niko hapa. Maana yake hata kama unasumbua, kuna namna ambayo na struggle, yani ninapambana niweze kufikia malengo yangu. Umepata sasa mchongo ambao unakuletea hela nyingi, ambazo pia itakuinua kiuchumi na itakuinua wewe pia, itainua huduma yako. Lakini sasa hiyo imekuja mwanasiasa anataka umwimbie wimbo na ukafanye kampeni pamoja na yeye. Kwa hiyo kwa swala hilo kwangu mimi kiukweli ni gumu.
Hilo hapana. Okay, na vipi sasa kuhusu huduma ya uimbaji? Kuna baadhi ya waimbaji wamekuwa kinitafuta, wananielezea changamoto ambazo wanakutana nazo kwenye huduma, hasa mabinti. Wanakuwa wanaombwa sana rushwa za kingono ili wasaidiwe. Anataka kufanya video ili afanyiwe video, anashawishiwa kushiriki tendo la ndoa na director ndo asaidiwe. Anataka kufanya audio, producer atamtaka alale naye kwanza ndo amsaidie. So kwa upande wako hilo unalizungumziaje, na vipi pia alishawahi kukukuta wewe kama wewe? Okay, binafsi mimi halijawahi kunikuta, lakini ninaweza nikashauri katika hilo. Ninaweza nikashauri kwamba unajua wakati wa Mungu ni sahihi. Kwanza wakati mimi ninaanza hii huduma, nilikuwa sina hata hela, lakini nilionyesha nia. Okay. Nilionyesha nia kwamba ninatamani Bwana wakati wangu sasa hivi nataka nianze. Sina hata hela. Umeona? Lakini hicho kifanya nilionyesha nia, nikachukua simu nikampigia producer. Nilipewa mawasiliano ya producer, nikampigia simu. Nilitumia kitendo cha imani. Nikampigia simu nikamwambia, nikamuuliza kufanya wimbo mmoja ni shilingi ngapi? Akaniambia, okay, akaniambia 200,000. Nikamwambia okay, naomba unipunguzie kidogo. Hata 150,000. Sasa hiyo sina hata hiyo 150,000. Umeona? Lakini nilionyesha nia na Mungu akatengeneza njia. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho mimi naweza kumshauri, usijiingize katika masuala ya rushwa za ngono, lakini muamini Mungu. Onyesha nia, muombe Mungu. Mungu anaweza kukuinulia watu ambao ni sahihi wakakusupport kabisa. Okay, na bila kuonyesha interest yoyote. Okay, kupitia hiyo ya rushwa za kingono na rushwa zingine, mabinti wengi sana wamekata tamaa ya kufanya huduma. Kwa sababu wengine wanaweza, lakini kwa bahati mbaya akishatoa hiyo rushwa pia I think na kibali pia kinatoka, wanakuwa wasogei. Wengi wamekata tamaa. Unawashauri nini wanaopitia changamoto hizo na wale ambao walishatoa hizo rushwa na hawajafika popote? Tuanze na ambao ndo wanapitia kwenye changamoto hizo. Okay, ambao wanapitia kwenye hizo changamoto na hawajatoa rushwa. Okay, ndi kama ambavyo nimekwisha kuzungumza kwamba inabidi tu waendelee kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Kikubwa ni kumuomba Mungu ampatie mtu sahihi. Mungu ana watu wengi. Wewe unaweza kashangaa tu Mungu akamuinua mtu na akasimama na wewe bila kuonyesha hali yoyote ya kukutaka. Yeye anachotaka ni kazi ya Mungu tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo ni kuonyesha nia, lakini ni kuendelea kumuomba Mungu ili asimamie katika yale unayoyatamani kuyafanya au kuyafikia. Lakini kwa wale ambao tayari wameshajiingiza kule na mwisho wa siku hawajapata matokeo, kikubwa na wanatamani kwenda mbele, kikubwa hapo ni kuomba rehema mbele za Mungu. Mungu, naomba unirehemu, lakini mwisho wa siku hivyo kumwambia Mungu akuinulie watu. Okay. Subiri wakati wa Bwana, tusiwe na haraka sana. Wakati wa Bwana ukishafika, wakati sahihi wa Bwana, Mungu anakuinulia tu watu kabisa.